wanaonewa, wanapigwa. Wanapigwa, Bwana atusaidie sana. Wanapigwa, wanatishiwa, wanapewa vitisho. Ufalme huo wa giza unawapa vitisho. Mimi nazungumzia ufalme wa giza. Bwana atusaidie sana. Tuendelee. Hapa pana kitu kizuri. Anasemaje? Hakuna apigaye vita ajitiae katika shughuli za dunia. Sikiliza, unapopigana hiyo vita, unayenisikiliza kwa njia ya mtandao, unapopigana vita kwenye eneo la haki, haumpendezi huyo. Ukiona mtu yeyote anayempendeza mtu fulani, ni kwa sababu amempa nafasi. Sikama umenielewa. Mimi simpendezi mtu yoyote eti ili maadamu nisifiwe na mtu. Ninampendeza aliyeniandika mimi kuwa askari. Bwana Yesu atusaidie. Kama ni Kristo ameniandika mimi kuwa askari, nitafanya vyovyote ninavyovifanya mpaka nihakikishe nimempendeza aliyeniandika. Nije niseme inawezekana. Inawezekana kukomesha uuaji. Inawezekana kukomesha umwagaji wa damu. Tukainuka. Tunaona akina Sauli walienda kuimarisha ufalme wa Mungu. Walienda kuimarisha ufalme wa Mungu. Nataka Watanzania wainuke katika jina la Yesu kupinga mabaya. Haijalishi kuna hatari, lakini tusimame tuseme hii haikubaliki. Hii ni nyeusi, ni nyeusi. Pasipo kuogopa. Tukiinuka kikundi hiki, manake ufalme unaimarishwa. Bwana atusaidie sana. Hapa tunaona kwamba ili ampendeze yeye aliyemwandika kuwa askari. Umeandikwa na nani kuwa askari wewe? Ni nani amekupa nafasi hiyo ulionayo? Bayo, hiyo nafasi uliopewa umepewa na mwanadamu. Maana yake utampendeza mwanadamu. Uko tayari kuua ili umpendeze huyo aliyekuandika askari. Uko tayari utembeze rushwa. Biblia imesema rushwa upotoa hukumu. Rushwa upofusha macho ya wafalme. Uko tayari utoe rushwa ili upofushe macho ya wafalme. Uko tayari upofushe watu macho ya wenye haki. Tafsiri yake ni macho ya wenye haki yanaona mabaya na kukemea. Uko tayari wewe mtu mmoja umepewa kiburungutu cha fedha ili umwage damu ya mtu, ili uzime sauti. Mimi naongelea ufalme wa Mungu. Amina. Bwana atusaidie sana. Maana kila nafasi uliopewa, nafasi yoyote umepewa na nani? Ni nani amekuandika kuwa askari kwenye hiyo nafasi? Hapo kanisani, kwenye huduma ulionayo. Unataka kumpendeza mchungaji wako. Je, mchungaji ndo amekuandika kuwa askari? Kama ni huyo, basi utampendeza yeye. Ukumbuke utafanya sawa sawa na yeye anavyokuagiza. Sisi, umenielewa? Mimi unajua Kiswahili inanisumbua kidogo. Mtumishi wa Mungu, hebu unielezee kidogo hapa. Yaani kwa habari ya kumpendeza mtu. Yaani aliyekuandika. Yaani aliyekuweka kwenye haya madaraka. Hebu karibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasema ili uendelee kuwepo katika sehemu fulani au nafasi fulani au cheo chochote kile ulicho nacho, maana kwanza utaangalia yule aliyekupa hicho cheo anahitaji kitu gani. Nini kinachomfanya apende zaidi wewe kuwepo katika hiyo nafasi. Ndio maana tunasema kama umepewa madaraka na mtu mwovu, hauwezi ukasema eti utatenda mema na bado atakuacha katika hiyo nafasi. Hautaweza. Itakubidi utende maovu yale yale anayoyatenda ili azidi kukupa nafasi. Na ndio maana kama kuna mtu amekupa madaraka, ni mtu anayetenda mema, ili uendelee kuwepo pale alipo, inakupasa uzidi kutenda mema. Hiyo ndio kanuni sasa ya ufalme. Tunaanza kuona ili uzidi kuwepo katika ufalme, ndio ufuate sheria za ufalme. Ili uwepo katika ufalme usiwe na chuki. Uwepo katika ufalme usiwe mbinafsi. Uwepo katika ufalme usiwe mtu wa labda wa rushwa. Uwepo katika ufalme uwe ni mtu wa upendo. Hizo ndo sheria za uwepo katika ufalme. Ndio maana tunatolea mfano halisia kwamba ili uwepo katika hata kazi za serikali, uwepo katika kazi yoyote, labda ni migodini, ni wapi, lazima umpendeze aliyekupa kazi. Ili aone kwa mtu anafaa, lazima aone matunda yako. Umfuate yeye. Ufuate kile alichokupa yeye, alichokuagiza yeye. Aliyekuagiza yeye. Nauliza, hiyo nafasi ulionayo, hicho cheo ulichopewa, je, umeandikwa na nani? Umeandikwa na nani? Bwana tusaidie sana. Ni nani amekupa hicho cheo? Ni nani amekupa hiyo nafasi? Je, unataka umpendeze nani? Umeelewa hapo? Je, ni mpango wa Mungu kuwa kwenye hiyo nafasi? Kama ni ufalme wa Mungu au ni mpango wa Mungu kuwa kwenye hiyo nafasi, uwe na uhakika inapaswa umpendeze Mungu. Twende tu.
Amina. Unajua hii kitu imekuja haraka. Mstari wa 5. Hata mtu akishindana katika machezo hapewi taji asiposhindana kwa halali. Kumbe hata mtu akiwa kwenye michezo ya kawaida, wanariadha hawapewi tuzo tu. Hawa wapiganaji wa ngumi, hawapewi tuzo tu, wameshindana kwa halali, ndipo wanaweza pewa tuzo. Bwana atusaidie sana. Hata wauaji, nazungumza na wauaji. Nikizungumza uuaji, unaweza ukawa wewe ni muuaji kwenye nafasi ulionayo. Ukimchongea tu mtu umemuua. Ukimchongea tu umeshamuua. Bwana atusaidie sana. Maana kwenye nafasi ulionayo wewe ni nani? Unataka kupewa tuzo hiyo. Hiyo tuzo uliopewa, je, haijamwaga damu ya mtu? Hiyo tuzo uliopewa wewe, je, haijamuua mtu? Hiyo tuzo uliopewa wewe. Hivi ngoja nikuulize. Hiyo tuzo, hilo gari ulilopewa wewe, je, lina upendeza ufalme wa Mungu? Tuendelee kwanza. Amina. Kuna mtu ametuma kabisa, yani amina. Tesha, karibu sana mtumishi wa Mungu. Twende. Amina. Kama tu mcheza mwanariadha tu apewagi tu tuzo hivi mpaka ashindane kihalali. Je, wewe unataka upewe tuzo katika ufalme? Je, umetenda haki? Unajua kuna watu wako kwenye nafasi fulani za kazi, wanaogopa kusema hii ni no, mimi sitaki hii nafasi, bora niache hii kazi kuliko niue, bora niache hii kazi kuliko nifanye hivi, bora niache hii kazi. Yani chakula cha siku moja kisiue, chakula cha siku moja kisikuondolee maamuzi yako. Njaa ya siku moja isikufanye ukachukua maamuzi ya kuua kesho ya mtu, kuua maono ya mtu. Na ndio maana nimesema mtumishi, watu wengi ni waoga. Wengi kwenye nafasi nyingi, ziwe za huduma, ziwe za kwenye kanisa, ni waoga kusema ukweli. Mimi unajua nimeshai kusema, ukikosea mimi nitakwambia umekosea. Uwe sui nani? Hakuna mtu mkubwa ndani ya neno la Mungu. Watu wote tuko sawa. Umekosea, kubali umekosea, tubu na kurejea. Lakini kuna watu wanataka kujitetea, na wengine kabisa wanaijua ile kweli, wanajua tumeua, wanajua tumemwaga damu, wanajua tumefanya hivi, wanajua kabisa nimepewa nafasi kwenye taifa ili niliongoze taifa katika misingi ya haki na amani. Limepewa nafasi kwa sababu tangu limefundishwa likiwa lidogo, limefundishwa kuwa lichoyo, limefundishwa kuwa libinafsi, limeenda kwenye ile nafasi ya madaraka. Kumbe kuna sehemu kijiji fulani hakina maji, ulitakiwa usababishe maji yatokee kwenye kijiji, lakini kwa sababu hiyo binafsi, nataka majumba mazuri, magari mazuri, utembelee tu wewe hujapewa hiyo nafasi. Wewe utanyang'anywa. Iwe ni manager kwenye taasisi fulani, binti amekuja kuomba kazi, unataka rushwa ya ngono, wewe utanyang'anywa. Ukumbuke umepewa nafasi ili utende haki, usaidie watu kwenye hiyo nafasi uliopewa, lakini sasa hivi unataka rushwa ya ngono ili eti umpe binti kazi. Kama umeelewa hiki kitu. Taasisi nyingi zinafanya hivi, shule nyingi, makampuni mengi. Yaani mtu anakuambia mimi ndio manager wa hapa, onana na mimi. Wewe utapewa tuzo, utapata ukimwi, utapewa tuzo, utapata kisonono. Hiyo ndio hivyo vitu sasa. Tuzo hiyo ndio tuzo yako. Hiyo ndio tuzo yako sasa. Si ndio unataka hiyo? Utapewa tuzo wewe, utafukuzwa kazi, utafukuzwa. Hii tutabidi tuipigie kelele kabisa. Unajua tusipoungana, tunamwona Samueli walienda kuimarisha ufalme, na sisi tuko hapa kuimarisha ufalme wa Mungu ili utende kazi kwa kila mmoja. Hakuna mtu, unajua kuna mijitu ambayo ina madharau. Yaani inatembea, unawaona wenzako hawana maana, wewe unaishi kuomba mtu wewe. Yaani kuna mtu kabisa anasema, yaani muone kichwa imekaa kama panzi. Ulishatengeneza kichwa, tuletee kichwa ulichotengeneza. Muone masikio yake yamekaa sui kama nini, amepinda. Una maana wewe. Kila mtu ana maana kwenye hii dunia. Kila unayemuona kwenye Ayubu 28:13, Biblia inasema laiti mwanadamu angeitambua thamani yake, wala thamani yake haipatikani katika nchi walio hai. Yamkini huyo aliyemwaga damu yake, huyo ni msaada kwa ajili ya taifa kesho.
Huyo uliomwaga damu yake yamkini ni mtu ambaye ndani yake Mungu ameweka uwezo wa kutengeneza hata magari, kubuni miradi mikubwa kwenye taifa. Unaua kipawa ambacho kesho kitasaidia Watanzania wengine. Wewe unemnyanyasa hapo, huyo inawezekana ni mkurugenzi kesho kutwa kwenye kampuni fulani, lakini hujui umepewa rushwa ili umwage damu ya mtu. Damu italia kwenye ardhi, itakulilia na watoto wako na vizazi vyako. Bwana atusaidie sana. Tuendelee, mtumishi wa Mungu anasemaje mstari wa sita? Yampasa mkulima mwenye taabu ya kazi kuwa wa kwanza kupata fungu la matunda. Sikiliza, yampasa mkulima mwenye taabu kuwa wa kwanza kupata fungu la matunda. Hapa kuna hasira ninayoipata. Biblia inasema chakula kingi kwenye Mithali chapatikana kwa ukulima wa maskini, lakini viko vingi viharibiwavyo kwa dhuluma. Isi kama umeelewa? Tanzanite inapatikana Tanzania, lakini angalia Watanzania wenyewe. Mlima kwa Afrika, Afrika Kilimanjaro. Angalia wana Kilimanjaro, hata maji hakuna. Kwenye ile kijiji yangu yenyewe niliyotokea huko maji inasumbua. Si kama umeelewa? Nazungumzia haki. Si umeelewa hapa? Tuimarishe wa kawaida. Hakina maji, lakini kuna mlima mrefu. Wako watu wachache wamepora, wako watu wachache wa binafsi. Kwao kuna mabomba, kuna mageti mazuri, wana maisha mazuri, lakini kuna wachache hawana maisha mazuri. Hii haikubaliki. Jichunguze, kila mmoja ajichunguze kwenye nafasi aliyopewa. Tulitakiwa tuwe wa kwanza kwa kupata fungu la matunda. Mkulima anatakiwa awe wa kwanza kupata fungu la matunda. Mkulima anapaswa kuwa wa kwanza kupata fungu la matunda kwa kazi yake. Lakini kazi yake hiyo hiyo mkulima inamchosha. Nilisikia kipindi fulani wakulima, nazungumzia kwa habari ya wakulima, walilima nyanya, lakini nilishangaa nyanya tenga shilingi 5,000 mpaka 2,000. Mkulima ambaye ametaabika, amehangaika. Alafu kuna watu wako kwenye nafasi fulani, badala watengeneze mazingira fulani ili hawa watu wa chini waweze kulima nyanya zao na zipande viwango. Tuna mawaziri wa kilimo, si ndio? Tunao, wangetakiwa washughulike sasa. Kuna wa viongozi mbalimbali kwenye nafasi mbalimbali, wanatakiwa washughulike ili basi thamani yetu ipande, thamani yetu ipande, thamani yetu ipande, ya wakulima ipande. Mkulima anapolima asikate tamaa. Hivi unajua mkulima ana imani kubwa sana. Tuachane na hizi stories za mkulima ana imani kubwa sana. Mwaka huu anakosa, kesho analima tena. Mfugaji ana imani kubwa sana. Na 97% ya uchumi wetu unategemea wakulima na wafugaji. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunazungumzia ufalme wa Mungu. Ili uweze kuurithi ufalme, ni lazima ndani yako uanze kuona mabadiliko. Uanze kuwajali wenzako. Uanze kuona wenzako ni wa maana sana. Uanze kuona wenzako ni wa thamani sana. Uanze kuona, jali kwanza wenzako. Biblia imesema anayetaka kuwa mtu mkuu na awe mtumwa. Awe mtumwa wa watu, yani lazima uwe mtumwa kwa ajili ya watu. Unataka uongozi, lazima uwe mtumishi wa watu. Unataka uongozi alafu utaki kutumika. Ni kiongozi wa aina gani wewe? Kama sio kipofu. Maana kiongozi yoyote kwenye nafasi yoyote, iwe ni nafasi ya familia, iwe ni nafasi ya taifa, lazima awe mtumwa wa watu. Hakikisha watu wamepata maji, hakikisha watu wamelima, kilimo kimeenda sawa, wamepata pembejeo, wamefanya hivi. Lazima uhakikishe kiroho na kimwili. Hatuwezi kuzungumza tu habari za kusafiri kwenda mbinguni wakati hapa wenyewe maandalizi ya kwenda mbinguni yanatuchosha. Bwana atusaidie. Amen. Lazima maandalizi ya kimbingu yawe sawa, yani hapa duniani kawaida, ili mtu aweze kusafiri vizuri. Tuongee ukweli, lazima awe na furaha, ale ashibe, alafu awaze kwa habari ya safari ya mbinguni. Utawazaje ya mbinguni ya hapa duniani imekushinda? Bwana atusaidie sana. Umeelewa kitu hapo? Akasema wasaba sasa, wasaba. Hapa ndipo ninapopapenda hapa. Wasaba huyu anasema yafahamuni, mstari wa 7. Yafahamuni sana hayo nisemayo. Rudia tena.
Yafahamuni sana hayo nisemayo. Yafahamu sana msikilizaji unayonisikiliza, yafahamu sana anayoyasema Mungu, yafahamu sana haya anayoyasema. Haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu kwa watu wote. Jambo lolote likitokea kwenye taifa letu ni aibu kwa Tanzania, ni aibu kwa ulimwengu. Yafahamu sana haya asemayo Bwana, kwa kuwa Bwana atakupa akili wewe kiongozi katika mambo yote. Wewe dada unayenisikiliza, kijana unayenisikiliza, Mungu anasema yafahamu sana haya nisemayo, kwa kuwa Bwana atakupa akili katika mambo yote. Au sio hivyo? Ndivyo. Emsoma tena. Yafahamu sana hayo nisemayo. Kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Katika mambo yote atakupa akili. Hapa hajasema atakufundisha namna ya kuiba. Hajasema atakufundisha namna ya kufanya ufisadi, ya kumwaga damu. Hajasema hivyo, ya kuotea nafsi ya mtu iliyo ya thamani. Zaburi ya 120. Zaburi ya 120. Tusome. Zaburi ya 120. Hajakufundisha hivyo. Wako watu wanaotea damu za watu. Ziko nafsi ambazo zinaishi kwa mashaka. Ziko nafsi hazina furaha. Kwa nini? Kwa sababu wakati wote tu mtu anaishi kama swala. Yaani anaishi tu anauawa muda huu. Kwa sababu ya haki. Zaburi ya 120. Naomba utusomee kuanzia mstari wa kwanza. Katika shida yangu nalimlilia Bwana. Katika shida yangu nalimlilia Bwana, naye akaniitikia. Naye akaniitikia. Bwana, uiponye nafsi yangu. Bwana, uiponye nafsi yangu na midomo ya uongo, na ulimi wa hila. Akupe nini? Akuzidishie nini? Ewe ulimi wenye hila. Mishale ya mtu hodari iliyochongoka, pamoja na makaa ya mretemu. Ole wangu mimi, kwa kuwa nimekaa katika Mesheki. Jaza, umekaa kwenye mtaa ambao una wauaji, umekaa kwenye mtaa wa mafisadi, umekaa kwenye mtaa wa wachonganishi, umekaa kwenye mtaa wa wachawi, umekaa kwenye mtaa wa washirikina. Ole wangu mimi, kwa kuwa nimekaa Moshono kwenye wachonganishi. Ole wangu mimi, nimekaa karibu na wamwaga damu, kwa sababu ya mtu mmoja muovu, ya mtu mmoja asiyependa haki. Twende tu mtumishi wa Mungu. Anasema na kufanya maskani yangu katikati ya hema za Kedari. Nimefanya maskani yangu katikati ya watu wabaya, katikati ya wachawi, katikati ya wenye fitina, katikati ya wasiopenda ukweli. Ole wangu mimi, nimefanya maskani yangu. Maana yake huko Tanzania, huko kwenye kijiji fulani, kijiji hicho kina wachawi. Una uhuru wa kufanya maendeleo, Ukijenga tu unasikia kwenye mji fulani, ukijenga tu unakufa, unauawa, unaogopa hata kujenga, unaogopa hata kununua gari zuri. Hata ukilinunua unalipaki kwa jirani. Huna uhuru wewe, huna haki. Tafsiri yake huna haki ya kumiliki hilo gari. Umekaa kwenye huo mtaa, una hatari. Lakini leo tunazungumza nini? Ufalme wa Mungu unaposhuka ndani ya mtu, unampa uwezo mkubwa wa kutawala mazingira yaliyotawaliwa na wakuu wa giza. Ufalme wa Mungu unapokaa ndani ya mtu, unampa uhuru wa kuamua, uhuru wa kusema jambo fulani. Tunawezekana tuko kwenye nchi ya Tanzania, lakini tuko kwenye utumwa. Hatuna uhuru wa kuamua, hatuna uhuru wa kufikiri vizuri, kufanya mambo mazuri. Unajua, ukiona una uhuru wa kusema habari njema, ukiona una uhuru wa kuamua labda jambo fulani, bado uko katika utumwa, hauko huru. Kuwa huru ni kuamua kufanya jambo jema. Kuna mtu sasa hivi anaishi kwenye mji fulani, ana uhuru. Uko kwenye taasisi, unafanya kazi kwenye kampuni fulani, huna uhuru hata ya kujenga nyumba nzuri. Wakisikia umejenga nyumba nzuri tu unafukuzwa kazi, huna uhuru. Unaishi kama swala hapo. Yaani ukiona uko kwenye taasisi na unafanya jambo la kimaendeleo na watu wanachukia, huna uhuru, uko kwenye utumwa. Umekaa siku nyingi pamoja na hao wanaopenda chuki, wanaopenda fitina, wasiopenda maendeleo yako. Umekaa siku nyingi pamoja na hao wanaoichukia amani. Unataka kujenga, lakini kuna watu wanasema hutajenga.
Unataka kufanya jambo la maendeleo, unasikia unachongewa kwenye kampuni unaofanya kazi, mtu fulani ameiba, kwani ulipi mshahara? Kuna wachawi wengi sana kwenye mataasisi mengi. Nikizungumzia wachawi sizungumzii waliofunga matunguri. Wenye fitina tu ni wachawi, wenye chuki tu ni wachawi. Taki mwenzako aendelee. Unapomwona mwenzako amepiga hatua unasema ametoa wapi? Huo ni uchawi. Ufalme wa Mungu uko ndani yako. Kuna ufalme wa giza. Anza leo kukataa hiyo hali, uanze kukaribisha ufalme usioweza kutetemeshwa. Karibu mtumishi, tukamalizia hapa. Amina. Nakaribia kumaliza. Katika mstari wa 6. Wa 6 anasemaje? Nafsi yangu imekaa siku nyingi pamoja naye aichukiaye amani. Nafsi ikikaa mahali ambapo watu hawapendi maendeleo, uwe na uhakika utafanya maendeleo. Nafsi yangu imekaa siku nyingi pamoja na hao wanaochukia nini? Amani. Amani ni maendeleo. Sasa umekaa pamoja na hao wasiopenda hata uombe, kila siku wanakuloga, wasiopenda kuona unafanya vizuri, wasiopenda kwenye ndoa yako mnaelewana kwenye ndoa, wasiopenda kuona kwenye familia mnacheka. Umekaa pamoja na hao ulio nao jirani yao, hawapendi kuona wewe na mume wako mmeelewana, wewe na mke wako mmeelewana, wewe na mke wako mnapanga maendeleo, wewe na mke wako mnaomba, wewe na mke wako mnafanya jambo la msingi. Hawataki kuona. Kwa nini? Kwa sababu umeweka maskani yako pamoja na wasiopenda haki. Umeweka maskani yako pamoja na wadhalimu. Umeweka maskani yako pamoja na wamwagadamu, waasi. Twende. Mimi ni wa amani. Mimi ni wa amani. Bali ninaponena maneno ya amani, maneno ya kustawi, wao huelekea vita. Kumbe unapozungumza jambo la kiustawi, wakisikia tu wanaanza kutengeneza. Adui ni mtu uliye naye, huyo ndo adui. Huyo unayesema ni rafiki mzuri, huyo ndo adui. Anapoanza kuona unastawi, anaanza kutengeneza hali ya kukuchafua. Hata kwa wale ambao ni msaada kwa, anakuchafua. Unaanza kutengenezwa mazingira ya kwamba huyu mtu hafai, huyu mtu yuko hivi, Kwa nini? Ili tu wakudondoshe. Mimi ni wa amani, ila ninenapo wao huelekea vita. Ninaposema mimi nimebarikiwa, wao wanasema huyu ni maskini. Unaposema mimi nimeinuliwa, wanasema huyu ni mnyonge. Wanakuchafua. Na maneno ni roho. Wanatamka maneno. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Naona umeme wetu umekatika, lakini tutaendelea. Bwana atusaidie sana. Maana yake tunaponena masuala ya uzima, wao wanaelekea katika maneno mabaya. Wanasema hatafanikiwa, hataendelea, ngoja tuone mwisho wake huu. Wewe umekaa tu na umetulia tu, hauna mpango wa kukataa. Lazima upindue maneno maovu na unene maneno yenye uzima katika jina la Yesu. Amina. Lazima unene maneno ya uzima. Tunazungumza kwa habari ya ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unapoingia ndani ya mtu, huwezi kumtetemesha mtu, wala mtu hawezi kutetemeshwa, wala mtu hawezi kuogopa. Watu utakuta ni majasiri tu, haijalishi kuna hatari, lakini ufalme wa Mungu unapoingia ndani ya mtu, tunamuona huyu mtu hawezi kutetemeshwa. Je, unayataka madaraka ya kifalme? Lazima utembee kifalme. Bwana atusaidie sana. Amina. Unataka madaraka ya kifalme, lazima uzingatie kanuni za kifalme. Madaraka yana kanuni zake, si ndio? Amina. Tuendelee. Tukamalizie. Tutakamalizie katika kitabu cha Zaburi ya 22 mstari wa 28. Twende haraka. 22 mstari wa 28. Amina. Tusome. Maana ufalme una Bwana. Naye ndiye awatawalaye mataifa. Tunaona ufalme wowote ule ambao mtu anataka kuutawala katika ufalme wa Mungu. Sasa sizungumzi wa kishetani. Ufalme wa Mungu una Bwana, na yeye Bwana ndiye atawalaye mataifa yote. Maana yake Bwana akitawala mataifa yote, tuwe na uhakika ndani yake tunashinda, ndani yake tunaenenda na uhai wake, ndani yake tutakuwa na furaha, ndani yake tutakuwa na ushindi. Kwa nini? Kwa sababu ufalme wa Mungu unatenda kazi ndani
ya yule mtu. Twende. Amina. Umeme unakatika katika sasa. Tunaenda kumalizia, japokuwa umeme wetu unatusumbua. Umeme wetu unatusumbua, lakini tutaendelea. Tuendelee. Zaburi Zaburi 45 mstari wa 6. Nenda haraka haraka. Mstari wa 6. Zaburi 45 mstari wa 6. Amina. 45 mstari wa 6. Kiti chako cha enzi, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele. Kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele. Fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Maana yake zile kanuni, zile sheria. Endelea. 40 mstari wa ngapi? 7. Anasema umeipenda haki, umeipenda haki, umeichukia dhuluma, umeichukia dhuluma. Kwa hiyo Mungu wako amekupaka mafuta, mafuta ya furaha kuliko wenzako. Umeipenda haki, umeichukia dhuluma. Umeipenda haki. Wewe kwenye taasisi, chukia rushwa, chukia uonevu, chukia umwagaji wa damu, penda haki, ili upakwe mafuta mazuri kuliko wenzako. Anaposema kuliko wenzako, maana yake hapa huyu mtu ametenda vizuri na ametiwa mafuta. Mafuta haya ni mafuta ya haki. Mafuta haya ni mafuta ya utu wema. Maana yake taa ya huyu mtu inawaka ndani yake, inawaka wema, inawaka fadhila, inawaka uaminifu, inakataa rushwa, inapenda haki. Amen. Simone. Haya mafuta, kazi haya mafuta, kazi haya mafuta kwa kiongozi, kazi haya mafuta kwenye jamii, kazi haya mafuta kwenye taifa ni kutenda haki. Tuendelee. Nimalizie. Mathayo 6:33. Wakati unatafuta wewe 6:33, mimi nitaenda 7:21. Mathayo 6:33. Amina. Tusomee haraka haraka. Mathayo 6 mstari wa 33. Ndio. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mnayoyataka mengine mtazidishiwa. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki. Ufalme wa Mungu unapoingia ndani ya mtu, maana yake unambadilisha kitabia, unambadilisha kimaonekano, unambadilisha kimtazamo, unambadilisha kifikra. 7:21. Amina. Mathayo mtakatifu 7 mstari wa 21. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Sikiliza, si kila mtu anayesema Bwana Bwana ayatendaye mapenzi ya Baba. Sio kila mtu anayesema Bwana Bwana ayatendaye mapenzi ya Mungu, bali yeye ayatendaye mapenzi ya Mungu. Bwana atusaidie sana. Anayeyatenda mapenzi ya Mungu, huyo ndo atakaye urithi ufalme, na sio ile ya maneno, ya matendo. Imani bila matendo. Mathayo 11:12 tukamalizie na Yakobo 1:22. Mathayo 11:12. Anasemaje? Tangu siku ya Yohana Mbatizaji tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa. Tangu siku ya ubatizaji wa Yohana hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Yani ufalme wa Mungu hauendi kwa kuonewa huruma. Biblia imesema bali ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu. Yani ni lazima ung'ang'ane ndio upate ufalme. Yani huwezi kuwa na matendo mema usipong'ang'ana, maana matendo mabaya yanapiga kelele. Matendo mabaya yanapiga kelele kwenye nafasi yako. Matendo mabaya yanapiga kelele masikioni mwako. Unasikia kila saa umwagaji wa damu. Matendo mabaya, mwaga damu ili upate nafasi fulani, yanapiga kelele kwenye nafasi fulani. Kwa nini? Usiposhughulika na usipong'ang'ana, ufalme huu hauwezi kuuteka. Ili uuteke ufalme wa Mungu lazima uwe na nguvu.
Amina. Na nguvu hizi zinazozungumzwa ni nguvu za rohoni, ule uweza ndani yetu, ule uweza wa kutawala ndani yetu, ule uweza wa kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi, ndipo unaweza kuuteka ufalme. Huu meme unatusumbua, huu meme hautaki tuzungumze haya matendo mema. Huu meme TANESCO wanatusumbua. Bwana Yesu atusaidie sana. TANESCO muwe na adabu sasa. Twende 11 Mathayo, Yakobo 1 mstari wa 11 wa 22. Mstari wa 22. Tukamalizia hapa. Lakini iweni watendaji wa neno. Lakini iweni watendaji wa neno, wala sio wasikiaji tu. Wala sio wasikiaji tu. Hali mkidanganya nafsi zenu. Hali mkidanganya nafsi zenu. Iweni watendaji wa neno. Bwana awatunze sana ndugu zetu. Iweni watendaji wa neno, msiwe wasikiaji tu. Amen. Tuwe watu wa matendo. Tunapozungumzia haki, tuipaze sauti kweli. Yaani tusipige kelele tu za haki haki haki, lakini huku na sisi tunapewa visenti, tunafungwa midomo, lakini tunaongea tu maneno matupu. Tunapopaza sauti, tunaona akina Samuel walienda na akina Sauli kwa ajili ya kwenda kuimarisha ufalme huko walipokuwa wanaenda Gilgali. Maana walienda kuimarisha ufalme. Na sisi ndugu zetu tuinuke wote Tanzania nzima, tukatae uonevu, tukatae umwagaji wa damu, tukatae rushwa, tukatae dhuluma. Tunapokataa vitendo hivi, manake tutaenda kuimarisha ufalme wa Mungu. Na tutakapoenda kuimarisha ufalme wa Mungu, manake matendo mema yatakuwa na sauti kwenye taifa. Matendo mema yatakuwa na sauti kwenye jamii. Tabia zozote chafu zitakuwa hazina nguvu. Kwa nini? Kwa sababu tunapiga kelele huku na sisi tunatenda. Tunapiga kelele na sisi tunapokea rushwa. Tunapiga kelele na kuhusu tunamwaga damu kwa siri. Karibu wakati tunaenda kuhitimisha neno la. Amina. Nitashukuru sana kwa wale ambao mmekuwa pamoja nasi, naamini umejifunza kitu kikubwa. Amen. Hata kama ulikijua, haujabaki kama ulivyokuwa unakijua. Amen. Kwa hiyo ni vyema zaidi ukakiishi. Unajua tukiishia tu tukasema hivi yakaishia hapa, haisaidii. Hana mabadiliko yote. Lakini ukilisikia neno hili na ukaliishi, ndipo mabadiliko yataonekana ndani yako. Kwa hiyo ili useme nataka haki, tenda haki waliopo chini yako. Useme nataka labda kutokuwa mbinafsi, maana na wewe waonyesha wale waliopo chini yako kuwa si mbinafsi, hata alipo juu yake anaweza kusikiliza. Katika kitabu cha Yakobo tunaona kwa tusio wasikiaji tu, bali tu watendaji wa neno. Kwa hiyo Mungu akubariki, Mungu akutangulie. Mtumishi wa Mungu, kuna mtumishi Tesha Matunya, si atakuwa bado yuko hewani kabisa, yani amina, yani anazungumzia kwamba TANESCO wanachezea. TANESCO wanacheza na sisi, umeme unakatika kila saa, uko na simu kubwa. TANESCO wanacheza. Mtumishi wa Mungu angekuwepo hewani, Tesha Matunya, vijana wana roho ya tamaa. Na roho ya tamaa, unataka uendeshe gari zuri kwa kumwaga damu ya mtu. Mtumishi wa Mungu angepanda hapa, tumsalimie kidogo, alafu kisha tuairishe kipindi chetu, tutaendelea siku nyingine. Roho ya tamaa inaposhikilia vijana inawapelekea kwenda kuingia katika uharibifu. Roho ya tamaa. Unataka uendeshe gari zuri kwa kuwa kuna mtu mmoja ameonewa. Yaani umebeba haki ya mtu kwa sababu ya kuendesha gari. Unabeba nafasi ya mtu eti ili uwe na umaarufu. Yaani mhubiri anasema mambo yote ni ubatili. Utaendesha gari lakini utakuwa na furaha. Yaani umeua ili utamalaki. Damu itakulilia. Umeua ili utamalaki. Alafu eti uendeshe gari zuri uwe na furaha. Sahau. Usiwe msikiaji tu, bali uwe mtendaji. Yaani ukiona dhuluma inatendeka mahali, pinga dhuluma, pinga ubaya, pinga uovu. Tukiinuka vikundi vya watu 50 tukasema hii haikubaliki kwenye jamii, tabia hii haikubaliki, uonevu, yaani tukapiga kelele kabisa, tukapaza sauti, kwa sababu neno la Mungu liko wazi. Tukapiga kelele ya dhuluma, tukapiga kelele ya uonevu, tukapiga kelele ya chuki, tukapiga kelele kwenye eneo la usagaji. Nataka nikuambie Tanzania yetu itapona. Injilisti alisema kuna namna fulani tunasogeza. Sasa yupo, Mungu tusaidie. Kuna namna fulani alisema tunasogeza.
Hebu kiweke ndani. Mtu wa Mungu hayupo, tutateseka. Ukikasa pale juu haitoki. Kuna namna mwinjilisti alikuwa anafanya. Hiyo hapo imerudi. Kwa hiyo lazima tupaze sauti zetu, ndugu zetu na marafiki zetu, japokuwa umeme wetu unatusumbua sumbua. Tuko na mtumishi wa Mungu Justin. Karibu mtu wa Mungu, ametoka hewani. Justin, tunazungumzia kwa habari ya roho ya tamaa ya madaraka. Ili ufalme wa Mungu ukae ndani ya mtu, lazima mtu ayafanye yale yanayompendeza Mungu. Tusipofanya yale yanayompendeza Mungu, ufalme huu hauwezi kufanya kazi. Umeme leo natusumbua. Simu yangu ndugu yuko hapa. Haleluya. Tunaenda kumalizia. Umeme utakaporudi tutaonekana kweli umeme unatusumbua, lakini tutaendelea. Umeme unatusumbua, lakini tutaenda kumalizia. Amen. Kwa hiyo ndugu zetu, kwa njia mtandao wa TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, wanaotufuatilia kwenye vipindi vyetu vya online, kwenye akaunti ya mtumishi wa Mungu David Diamond Landa, kwenye akaunti ya Mwinjilisti 2 na akaunti ya Charles Sylvester Simba. Tunawashukuru sana kwa kuwa mmejumuika na sisi kujifunza kwa sehemu kwa habari ya ufalme wa Mungu unavyoweza tenda kazi ndani ya mtu. Tukasema ufalme wa Mungu unapotenda kazi ya mtu, huwezi kutenda mahali penye chuki. Lazima uifukuze chuki kisha ukaribishe ufalme. Kwa sababu chuki ikikaa ndani ya mtu, ufalme wa Mungu huwezi kukaa kabisa. Kitakachotenda kazi au kitakachofanya kazi ndani ya ule mtu utakuwa ni ufalme wa giza. Ukiona tu una hamu ya kuua watu tu, una hamu ya kudhulumu tu, maana yake ndani yako ufalme utendi kazi ndani yako. Haki ya Mungu yakaa milele. Lakini sasa ili haki ya Mungu ikae ndani yako, lazima uanze kutenda yaliyo mema. Mtumishi wa Mungu, karibu washukuru Mungu kwa ajili ya kipindi chetu. Amina. Tuombe. Nakushukuru mtakatifu, tunakushukuru Jehova, nakushukuru Mungu uliyeketi patakatifu. Nakushukuru Jehova kwa kuwa umekuwa pamoja nasi tangu mwanzo mpaka masaa haya ambapo tunaenda kuhitimisha kipindi hiki kwa masaa haya kwa siku hii ya leo. Tunasema asante Jehova kwa kuwa umetupa kibali. Tunasema asante Mungu kwa kuwa umesema wewe ni Mungu. Ukitenda, ukisema ni amina, imeshakuwa, imeshatendeka. Mungu, naomba kaguse kila fahamu ya kila aliyeweza kusikia neno hili, ya kila aliyeweza kusikia tamko hili. Mungu, naomba ikaweze kutendeka, ikaweze kuishi Jehova kama vile ulivyoagiza. Jehova, tunaomba tukazidi kutakasa fahamu zetu, ukazidi kutakasa viongozi wetu. Mungu, tunaharibu kila nguvu zote zilizoshika falme, ninatamka kupitia kwa njia mtandao, kila roho iliyokamata fahamu za vijana, kila roho iliyokamata fikra za vijana, kila roho iliyokamata viongozi wa taifa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, huo ufalme wa giza kwa damu ya Yesu, nasema achia viongozi wetu, achia vijana, achia mabinti, kwa damu ya mwana kondoo. Kila ufalme wa giza, kila ufalme wa kichawi unaotenda kazi ndani ya kila mmoja, nasema achia kwa damu ya mwana kondoo. Achia vijana, achia mabinti, achia vijana, achia mabinti. Ufalme wa giza, ufalme wa giza, ufalme wa giza ulioshikilia vijana kwenye eneo la tamaa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nasema achia nafsi zao, nasema achia ufahamu wao. Hakuna nguvu ombea kwenye ile eneo la ufahamu wa vijana kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Roho ya tamaa iliyokamata fahamu, roho ya tamaa iliyokamata vijana, wakaingia katika uovu, wakaingia katika ushoga, wakaingia katika usagaji, wakaingia katika ushoga, kwa damu ya mwana kondoo. Achia mawazo ya vijana, achia mawazo ya mabinti, achia mawazo ya vijana, achia mawazo ya vijana. Nasema kwa damu ya mwana kondoo, achia shirika hili kwa jina la Yesu, shirika hili la haki za
binadamu. Hakina haki ya usagaji, hakuna haki ya usagaji, hakuna haki ya ulawiti, hakuna haki ya usagaji, hakuna haki ya ushoga, hakuna haki ya usagaji. Kwa damu ya mwana kondoo ninatamka ufalme wa Mungu ukae ndani ya kila mmoja. Ninatamka ufalme wa Mungu uingie ndani ya mashirika haya kwa jina la Yesu, kupinga haki, kupinga hiyo haki ya matendo mabaya, kupinga hiyo haki ya uovu. Hakuna haki ya mabaya katika taifa, hakuna haki ya umwagaji wa damu katika taifa, hakuna haki katika neno la Bwana kwenye haki ya kumwaga damu kwa ajili ya kumwaga haya, kwa ajili ya kufanya mabaya, kwa habari ya kutenda mabaya juu ya Tanzania yetu. Tunakataa kwa damu ya mwana kondoo, tunakataa kwa jina la Yesu. Tunapaza sauti zetu kwa njia ya mtandao, tunakataa kwa damu ya mwana kondoo. Hakuna haki za mashoga Tanzania, hakuna haki za wasagaji Tanzania, hakuna haki za ulawiti Tanzania kwa jina la Yesu, hakuna haki za umwagaji wa damu Tanzania kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila roho zote za uharibifu hazina kibali tena katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Jehova, tunahitaji nguvu yako juu ya hakuna haki za uovu. Tunakataa kwa mamlaka ya Yesu, tunakataa kwa mamlaka ya Yesu, tunakataa kwa mamlaka ya Yesu. Hakuna haki ya usagaji, hakuna haki ya usagaji, hakuna haki ya uovu, hakuna haki ya umwagaji wa damu, hakuna haki ya umwagaji wa damu juu ya Tanzania yetu, juu ya Tanzania yetu, juu ya Tanzania yetu. Macho ya wafalme yaliyopofushwa na rushwa, yaliyopofushwa na mali, yaliyopofushwa na utajiri ili kumwaga damu za watu, kwa damu ya mwana kondoo tunakataa. Tunakataa utekaji, tunakataa vitendo vya uovu juu ya Tanzania kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu tunavipinga kwa njia ya mtandao. Sauti hii Bwana ikaenee ulimwenguni mote, sauti hii kapenye masikioni mwa mwenye ufahamu. Ninatamka sauti hii kapenye masikioni mwa mwenye ufahamu. Ninakataa ushabiki wa namna yote, ninakataa ushabiki katika eneo la haki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sauti hii kapenye masikioni mwa wenye haki, sauti hii kapenye masikioni mwa wenye ufahamu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya kipindi hiki. Asante kwa ajili ya wasikilizaji wanaotusikiliza kwa njia ya mtandao. Ninaachilia uvuvio wa nguvu zako, kila mmoja wetu anayetusikiliza akapinge mabaya juu ya Tanzania, akapinge mabaya juu ya kila mmoja, wakaungane vikundi vikundi kupinga mabaya juu ya Tanzania, ili haki yako ikainuliwe juu ya Tanzania yetu, katika jina lile lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninaomba na kuamini ya kwamba umetusikia na umetenda jambo jipya. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kuwaaga wasikilizaji wa kipindi hiki cha mtandao wetu wa Facebook, mtandao wetu wa YouTube. Tutaonana tena siku ya kesho Ijumaa. Tutaendelea na kipindi hiki kwa habari ya ufalme wa Mungu. Amen. Amen. Amina. Barikiwe. Mungu akutangazie baraka. Mungu awe pamoja nawe. Wewe uliweza kufuatilia, wewe uliyeamua, ulichukua maamuzi ya kulitendea kazi hili. Mungu akakuonekania, Mungu akazidi kukubariki. Usiache kufuatilia kipindi hiki, kuna mambo mengi kujifunza. Ni siku zote, siku yote ile ambayo utatuona, hebu kuwa karibu, utajifunza zaidi. Si kwa maslahi binafsi, lakini ni kwa ajili ya elimu ya wote, ni kwa ajili ya faida ya wote. Kila mtu apate ufahamu ule mpya. Umeme umekatika, umeme umekatika. Na sisi ndo tuko mwisho star mine. Umeme umekatika mine. Umeme umekatika. Karibu sana ndugu yangu, uendelee kujifunza pamoja na sisi. Unaweza hata ukatusalimia tu, pamoja na kwamba umeme umekatika. Unaweza shikawa mdo. Ni Bwana asifiwe. Amina. Ni Geoffrey. Ndio mdo. Unaendeleaje? Fuatilia hapa live. Hapa live. Tuko live hapa na umeme umekatika. Sema umeme rudi. Sisi tuko mwisho wa kipindi chetu. Na hata hapa King'ori hata sasa hivi hamna umeme. Kwa hiyo umeme umekuwa King'ori. Mimi sasa nimefurahi kwa kuwa unaendelea kufuatilia kipindi. Umejifunza nini siku ya leo?
Umejifunza nini kwa habari ya ufalme wa Mungu, kwa habari ya kutenda haki? Vijana waache kukata tamaa. Na kitu kingine, Nimeingia muda sio mrefu, nimeona hapo wakati mkiwa mnasoma kuhusu vijana waache kukata tamaa. Nimeingia muda sio mrefu. Vijana waache tamaa. Tamaa ya vitu karibu visenti. Amina. Ni juu ya kuzuia au kukataza tamaa. So kukata tamaa ni jambo zuri, haitakiwi mtu akate tamaa, lakini hapa tunaongelea tamaa ya kuwa na kitu fulani, tamaa ya labda kumiliki kitu, labda tamaa ya kimwili ambayo inasababishwa au kitu hicho ile ukipata kinasababisha wewe utende jambo fulani ambalo ni kinyume na ufalme. Labda ili umiliki, labda niyo gari inakupasa uwe. Ili umiliki na kupasa utoe rushwa, sijui utende mabaya. Hicho kitu ndio tunachokizuia, kwamba tukatae hiyo roho ya tamaa iliyowekwa ndani ya vijana. Sababu kuna mwingine anafanya ni kwa sababu tu ametamani, amepata tamaa. Aendeshe gari zuri. Amepata tamaa juu ya gari, amepata tamaa juu ya maisha ya muda, nyumba ya. Tunaona hata hiki kikundi cha watu ambao wanaogeuza mashoga ni tamaa ya kuendesha gari zuri. Kijana hataki kufanya kazi, anataka aletewe. Hii imepelekea sasa yeye kuingia katika uharibifu, na tunaona katika ufalme wa Mungu tunapungukiwa. Nafasi ya kijana inavamiwa. Sijui kama unaelewa, mtumishi wa Mungu Geoffrey? Ndio. Amina sana. Kwa hiyo ili uweze kumiliki ni lazima uishinde tamaa. Upambane katika haki ili umiliki katika haki. Usifanye jambo lolote kinyume na mpango wa Mungu litakalopelekea umwage damu ya mtu, litakalopelekea ili umiliki gari lazima uue, ili upate nafasi fulani kwenye cheo chochote. Tumezungumzia kuanzia ngazi ya taifa hata ngazi ya familia. Ili upate cheo lazima umuue mtu, ili usifike kwenye nafasi fulani. Tukasema ikiwa umeandikwa kuwa askari lazima umpendeze huyo aliyekuandika kuwa askari. Kwa hiyo uwe makini, huyo aliyekuandika askari, je, ana mpango wa wewe kutenda mapenzi ya Mungu au ana mpango wewe utende mapenzi yake? Si ndio? Kwa sababu kama huyo aliyekuandika askari, mkurugenzi aliyekupa nafasi ya kazi hapo, kwenye nafasi ulionao, amekuweka hapo ili uwe mwema au uwe mbaya, je, uyafuate matakwa yake ya kiungu au ya kishetani? Inategemea. Maana yake unaweza ukawekwa kwenye nafasi ukaambiwa ili tupate hivi, magari yakiletwa hapa. Amina sana mtumishi wa Bwana, mtandao ndio ulikuwa unasumbua hapo. Nasema kiongozi wa nafasi ya kazi aliyokupa kazi anaweza akakwambia, kwa sababu hapa gereji ili tuwe matajiri lazima tununue vitu vya wizi, tuvichinje, tuchinje. Mtumishi wa Bwana usikiki. Na ausikiki. Nasema hivi, unatusikia? Sasa hapo ndo tunaanza kusikia, mtandao ulikuwa unasumbua. Tumesema kwenye nafasi ya kazi. Kwenye nafasi ya kazi hayo. Ndio. Mkurugenzi wako au aliyekuajiri kwenye hiyo nafasi ya kazi, kama ni mbenda rushwa, kama ni mwizi kwenye hiyo nafasi ulionayo, uwe na uhakika na wewe utajifunza wizi. Atakwambia magari ya kuchinja yakija hapa tuyachinje ili tufanikiwe kwa haraka. Pikipiki zikija hapa tuzichinje ili ufanikiwe kwa haraka, tuingize mali za magendo. Hiyo ndo tunazungumzia, hiyo mali ya magendo. Huko ni mtu mwingine, umebeba haki ya mtu, umemdhulumu mtu, umebeba gari ya mtu aliyenunua kwa jasho lake, umeenda kulichinja, alafu unataka ufanikiwe. Utakuwa salama na uzao wako? Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ndio vitu tulikuwa tunazungumzia. Mungu awabariki sana. Tutaendelea siku ya kesho. Muwe na siku njema sana mtumishi wa Bwana. Amen. Alafu mtumishi wa Bwana, nataka kukupigia, na shida na wewe kidogo, nataka tuongee. Tutaongea kutoka hapa live. Sawa mtumishi wa Bwana.